Hosea iko mbele ya Danieli na iko nyuma ya Amos. Hosea kifungu cha 12. Nataka tusome kifungu chote. Nitapewa dada yetu microphone akaweze kusomea. Nataka tusome tu. Hosea kifungu cha 12 mstari wa kwanza. Efraimu hujilisha upepo na kuandamana na upepo wa mashariki. Haachi kuongeza uongo na uharibifu. Nao wafanya angano na Ashuru, na mafuta huchukuliwa kwenda Misri. Bwana naye ana mateto na Yuda, naye atamwadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zake, kwa kadiri ya matendo yake atamlipa. Tumboni alimshika ndugu yake kisingino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam, alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashinda. Alilia na kumsihi. Alimwona huku Betheli, naye akasema nasi huko. Naam, Bwana Mungu wa majeshi, Bwana ndilo kumbukumbu lake. Basi mrudie Mungu wako, shika fadhili na hukumu. Basi mrudie Mungu wako, shika fadhili na hukumu. Ukamngojea Mungu wako daima. Ukamngojea Bwana Mungu wako daima. Ni mchuzi. Mizani ya udanganyifu i mikononi mwake. Mizani ya udanganyifu i mikononi mwake. Anapenda kudhulumu. Naye Efraimu alisema nini? Kweli nimekuwa tajiri. Nimejipatia mali nyingi. Katika kazi zangu zote hawataona kwangu uovu wowote uliokuwa dhambi. Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu ulipotoka katika nchi ya Misri. Nitakukalisha tena katika hema kama usiku wa karamu ya Idi. Tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Je, Gileadi ni uovu? Wamekuwa batili tu. Huku Gileadi hutoa dhabihu za ng'ombe. Naam, madhabahu zao zimekuwa kama chungu katika mafuta ya mashamba. Na Yakobo alikimbia mpaka Pandani Aramu, na Israeli alitumika apate mke. Ili apate mke alimchunga kondoo. Na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri. Na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Efraimu amenitia hasira kali sana. Kwa sababu nini? Kwa sababu hiyo damu yake itaachwa juu yake, na Bwana wake atamrudishia lawama yake. Amen. Praise be to God. Amen. Nataka nikwambia kwamba hapa Mungu alikuwa anateta juu ya Yakobo, na mstari wa 6 anasema warudie Mungu, shika fadhili na hukumu, ukamngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambia kwamba Yakobo anasema ana mateto, ama anateta na Yakobo kwa kadiri ya njia zake, kwa kadiri ya matendo yake hatamlipa. Praise be to God. Amen. Kuna kitu Mungu hapa aliongea. Alikuwa anaongea mazuri, anaongea mabaya kidogo. Mazuri kidogo, anaongea mabaya kidogo. Anasema Yakobo haachi. Hebu tusomee mstari wa 1. Efraimu hujilisha upepo na kuandamana na upepo wa mashariki. Haachi kuongeza uongo na uharibifu. Nao watafanya angano na Ashuru, na mafuta huchukuliwa kwenda Misri. Ibrahimu ni mtoto wa Yakobo. Praise be to God. Amen. Ni mtoto wa
Yakobo, lakini katika uzao wa Yusufu walizaliwa Ibrahim na hiyo nyumba nyingine inaitwaje? Alikuwa Ibrahim na nani mwingine? Ndugu yake anaitwa nani? Jina la Bwana lipewe sifa. Hawa ni watoto wa Yusufu, lakini Bwana aliwachukua wakakuwa watoto wake, wakakuwa watoto wa Yakobo. Sasa anasema huongeza uongo na uharibifu. Haachi kuongeza uongo na uharibifu. Nao wanafanya agano na Ashuru, na mafuta kuchukuliwa kwenda Misri. Bwana naye ana mateto juu ya Yuda. Yaani nyumba yote ya Israeli Mungu alikuwa anasema akona jambo na wao, akona kitu akona wao. Kuna shida fulani aliona, na hii shida pia iko kwa katika kanisa la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Uongo iko katika nyumba la kanisa. Praise be to God. Anasema Yuda naye hatamwadhibu Yakobo kwa kadiri za njia zake, kwa kadiri ya matendo yake atamulipa. Yakobo alifanya nini? Tusomea mstari wa 3 ili alipo. Tumboni alimshika ndugu yake kisingino. Tumboni alimshika ndugu yake kisingino. Na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam. Alikuwa na uwezo juu ya malaika. Alikuwa na uwezo juu ya malaika. Akashinda. Alilia na kumsihi. Alimwona huko Betheli. Naye akasema nasi huko. Endelea. Mstari wa 5. Naam, Bwana Mungu wa majeshi, Bwana ndilo kumbukumbu lake. Mstari wa 6. Basi mrudie Mungu wako. Shika fadhili na hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Chia hapo. Kuna maneno anasema ya kwamba tumboni Yakobo alishika ndugu yake kisingino. Ujanja wa Yakobo Mungu anauona. Yakobo alikuwa na ujanja. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa Bwana anasema Bwana naye ana mateto na Yuda, naye atamwadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zake, kwa kadiri ya matendo yake atamulipa. Ni matendo gani Yakobo analipa? Hapo mstari wa 3 inasema tumboni alimshika ndugu yake kisingino. Na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Nao alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashinda. Yakobo, jina Yakobo ni kushindana ama ujanja. Yakobo alikuwa na ujanja. Kuna kitu Mungu hakupendezwa kwa Yakobo. Hivyo siku moja akamtembelea, akamkomboa kutoka kwa ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia Yakobo, maandiko inasema tumboni wakizaliwa wakiwa watoto, maandiko inasema walitoka watoto wawili, na mtoto yule wa nyuma akatoka ameshika ndugu yake kisingino. Jina la Bwana lipewe sifa. Yaani anashika ndugu yake kisingino ampite, na wakakuwa. Yakobo akaona ya kwamba hii ujanja lazima aendeleshe. Yakobo akapiga suru ya ndengu. Ndugu yake Esau akakuja
nipatie chakula. Angempatia ni kwa maana ni ndugu yake. Lakini Yakobo na ile ujanja wake tu Mungu anaiona. Katika kupitia nabii Hosea akamwambia nipatie uji ya ndengu. Yakobo akamwambia siwezi nikakupea mpaka uniapie haki ya mzaliwa wa kwanza. Hiyo ni ujanja. Na kuna watu wanaishi na ujanja. Mungu hataki tukue na ujanja. Mungu anataka tujiachilie mikononi mwake ili akaweze kutubariki. Hata zaidi uko na wahubiri tu wajanja. Unapata tu ni mjanja. Kuna kaujanja kama hii ya Yakobo. Lakini Mungu hataki ujanja. Praise be to God. Mungu hataki nini? Ujanja. Mungu anataka tu Mkristo ambaye hana ujanja. Wahubiri mikola wanaitanga mbinu. Hiyo kitu inaitwa mbinu Yakobo alikuwa nayo. Na Mungu akamhukumu. Akasema nitakuadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zako, kwa kadiri ya matendo yako. Nitakulipa. Kwa maana tumboni ulimshika ndugu yako kisigino alipokuwa mtu mzima. Hata wakati alikutana na malaika wa Bwana, alishika malaika wa Bwana. Akamwambia sitakuacha mpaka unibariki. Yaani Yakobo anataka tukubarikiwa kitaratibu. Akashikana na malaika mpaka asubuhi. Malaika alipoona kuna kucha na ataonekana na watu, na ni kwa maana yeye ni Mungu, akampiga hapa. Akapiga Yakobo akamtekua. Akamuondolea ule ujanja wote. Naomba leo Mungu akuondolee ujanja. Naomba Mungu atuondolee ujanja. Naomba Mungu atuondolee ujanja. Praise be to God. Kuna watu wajanja tulisoma sana. Anania na Safira walikuwa wandugu wazuri, wamejawa na Roho Mtakatifu, lakini ujanja wakakuwa nayo. Wakauza shamba wapeleke kwa kanisa, lakini wakavungusa ile hela. Kwa nini wanavungusa? Na waliuza wapeleke kanisani. Kwa maana kuna kaujanja hii ya Yakobo. Ndio Mungu anasema I will condemn Jacob, I will condemn. Nitamhukumu. Mungu anasema ya kwamba, anasema nini Mungu? So you by the help of your God, Bwana nataka tusome mstari wa pili. The Lord has an incitement against Judah, and I will punish Jacob according to his ways. I will repay him according to his deeds. Nitamlipa kulingana na matendo yake. Wapendwa, praise be to God. Tunahitaji kanisa iko. Nilikuwa nauliza Mungu tuombee Kenya. Mungu akaniambia na kanisa iko na ujanja. Kanisa, opposition ikija kanisani, basa anaambia opposition ni nyinyi, one time. Serikali ikija, tuta wanapewa pesa. Sasa Mungu akaniambia katika kanisa hakuna mtu anaweza ombea Kenya ikuwe na amani, kwa maana wengi wako kanisa imegawanyika. Kanisa imegawanywa na ukabila. Kenya imegawanywa na ukabila. Tuko wani tamu, kwa maana Kalonzo ni Mkamba na sisi ni Wakamba. Hata kama tumeokoka, sisi tuko wani tamu. Nao Wajaluo kwa maana baba amekula na amenyamaza, na sisi ni tuta. Nao Kikuyu kwa maana na wote wameokoka. Wakikuyu kwa maana na wao wametupwa nje ya serikali, na sisi ni one time. Makasi. Sasa unaona kanisani kuna makasi, kuna one time, kuna two time. Sasa hata tukienda nyumbani watoto wetu tunawachanganya. Hatuwaambii vile Mungu anavyosema. Hiyo ni maisha ya Yakobo ya ujanja, na imeingia kanisani. Kwanza bishop akiona president amekuja na bahasha,
2 term. Mungu anataka watumishi wa Bwana wenye si wa 2 term ama 1 term, wenye wanasikia sauti yake, wenye wanaongea Kenya kile kinahitajika Kenya, na hicho wataongea. Mungu anasimama na hicho kitu, wakisema tunaombea Kenya amani, tuachane na maandamano, tusimame Kenya yetu, tujenge taifa letu, kanisa lisimame kwa pamoja. Lakini sasa kanisa ni kama Yakobo, liko na ujanja. Liko na nini? Ujanja. Ukipigiwa simu waambiwa leo president anakuja, basi anageuza maandiko, anaweka ile inaegemea ama inaangusha president. Ndio napata kanisa hatutaomba na Mungu anarusikia. Lakini Mungu anataka kanisa ambao limeondoa ujanja, ambao halipendi pesa, kanisa ambao ni kama vita tuliona la Ashani Matkwani. Peter anakemea Simeoni, anamwambia potelea mbali na pesa zako. Peter anaambiwa na Simeoni mchawi, nipatie hii kipawa, nikupatie pesa. Kama ni sahihi, pembe ya nyati ingechukuliwa. Mchawi Simeoni hapakwa mafuta, ungechukuliwa pembe kubwa. Praise be to God. Si tulisoma vizuri Matendo ya Mitume 8? Hebu sikia kanisa ambao alikuwa na ujanja. Hebu tusomee hapo Matendo ya Mitume 8. Tutarudi hapo kidogo. Simeoni anasema nini? Matendo ya Mitume kifungu cha 8. Siku ile mstari wa 8 wa 9. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa na Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema nini? Mtu huyu ni uweza wa Mungu. Ule mkuu. Wakamsikiliza. Kwa maana wamewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini wasipomwamini Filipo. Lakini walipomwamini Filipo, akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Na jina lake Yesu Kristo. Wakabatizwa. Wanaume kwa wanawake. Yes. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Na Simeoni pia akaamini akabatizwa. Akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Na mitume walipokuwa Yerusalemu. Waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu. Wakapelekea Petro na Yohana. Ambao waliposhuka wakamwombea wampokee Roho Mtakatifu. Rudia 15. Ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Kwa maana bado hawajashukia hata mmoja wao. Ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Endelea. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao. Nao wakapokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume. Akataka kuwapa fedha akisema. Nipeni
na mimi uwezo huu, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemweka mikono yangu, ila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia nini? Fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe. Kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili. Kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu. Ukamwombe Bwana. Ili kama yamkini usamehewe fikira hii ya moyo wako. Kwa maana nakuona uko katika uchungu kama nyongo. Na tena uko katika kifungo cha uovu. Simoni akajibu nini? Akasema nini? Niombe ninyi kwa Bwana. Yasinifikirie mambo haya mliosema hata moja. Mimi naongea vizuri na Apostle Walter ni shahidi wangu. Simeoni angekuwa kwa kanisa la Kenya, ungepewa nini? Pembe tu ndio ingechukuliwa na mafuta. Hata Roho akisema huyu mtu hana nia nzuri, angewekewa mafuta. Ndio unaona Kenya Roho wa Mungu hayuko kwa kanisa. Kwa maana hii roho usia aliyoona ndani ya Yakobo ya ujanja iko ndani hata ya wahubiri. Bishop aliyonitia mafuta kuwa reverend wachana na hii apostle, alihubiri 6 ilikuwa 07. Alihubiri akasema wahubiri wengi wakitaka kulipa nyumba mwisho wa mwezi, anakuja kwa kanisa anakata makaratasi 100 na anasema hii makaratasi, kila karatasi iko na baraka na inachukuliwa na ngiri moja. Anajua inatosha rendi yake. Hiyo ni ujanja, si ujanja? Bwana Yesu asifiwe. Anajua hiyo makaratasi inatosha rendi yake. Hiyo ni Yakobo, si Yakobo. Peter akiwa amejazwa Roho Mtakatifu akaambia Simeoni. Unajua Simeoni alishangasha watu kwa uchawi wake, alifanya miujiza na maajabu, lakini wakati Filipo alikuja akihubiri gospel, the Bible says gospel is the power of God that brings salvation to Jews and Gentiles. Injili ni nguvu za Mungu iletao wokovu kwa Wayahudi na kwa makabila zingine ambao ni sisi. When you receive Jesus Christ, you receive power. Unapopokea Yesu Kristo unapokea nguvu. Sasa sikia, Simeoni akaona hii ya Peter, akashangaa na akabatizwa, akaokoka. Simeoni akaamua kuokoka, ni kwa maana aliona hii uchawi ya Filipo ni kali kushinda yake. Alipokuokoka, andiko inasema watu walikuwa wamempokea Yesu na hawajajawa Roho. Unaweza pokea Yesu na hujajawa na Roho Mtakatifu. Na shida ya mtu amepokea Yesu hana Roho, hatakuwa na dhambi, hatakuwa kwa dhambi, atatembea kwa dhambi. Mhubiri hata yeye anahubiri Yesu na hajajazwa Roho, atalemewa, hata vita za kiroho atashindwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kanisa likatumwa kutoka Yerusalemu, wakasikia kule watu wamejawa na Roho, wamebatizwa, wamekubali Yesu. Peter akatumwa akiwa na Yohana. Yohana alikuwa mchungaji, pastor. Wakateremka na Peter mtume, wakawekea watu mikono, wakapokea Roho Mtakatifu. Simeoni akabali, akaona hii inaweza kuwa vizuri. Mimi na plan. Unajua kuna watu hata ombili akiingia tu kanisa, aone washirika, aone watu wako na magari, ana plan. Baza moja aliniambia aliitwa huko, hebu kuna baza mwingine, akamuita kwa ofisi, akamwambia hapa kuna matajiri 3.
nataka uwaite majina yao. Majina yao ndio hii. Kuna mmoja anaitwa Nyakodhi, mwingine anaitwa, hao watu utawatambilia na uwataje majina. Na ni matajiri, waitishe kila mtu ngiri 100 ama 200. Waambie Bwana amesema tutagawana. Paza akisikiza, huyu ni Yakobo. Nimekuja kuhubiri kwa kanisa ya Yakobo. Nimekuja kwa kanisa ya Simeoni Mcha. Adunaye basa hakuwa amesimama akakubali na akaenda wakafanya hizo mbinu zao na wakapata pesa. Lakini muda si muda, yule pasa moja akafa. Alipokuja kunielezea nikamwambia hiyo mlifanya si vizuri. Baadaye hakukaa sana, nikamwambia wacha ujanja, akakufa. Wacha nikwambie, kabla tuingie kwa shida Mungu anatumana. Kabla Yakobo haharibike akuwa mjonja, alituma nabii Hosea akamwambia enda uambie Yakobo hatubu anirudie. Hata Simeoni alipokemewa na vita akaambiwa wewe uko na moyo mbaya kama nyongo, alimwambia natubu, naomba unisamehe, yale mmenitajia yasije yakaape ni kwangu. Na nikasema hivi, Simeoni mchawi angekuwa kwa kanisa la Yesu hapa Nairobi, ungechukuliwa pembe ya nyati. Maasha waambiwe simameni nyuma ya Simon. Angetiwa mafuta na pembe inakaa ya ndoaya, ya ngatata, ya mnyama ya msituni. Angetiwa mafuta. You are my witness. Angetiwa mafuta. Wajua wewe mchawi, enda ukaroge watu. Na ndio unaona tuko na wahubiri wengi wachawi. Mtu anakuja kwako unasikia tu ni mchawi, akozowonda na unamwagia mafuta. Siniona wale wanakuita wameoana, mpango yao ya kando wanakuita ati wewe waombee wafungue kabisa. Na unaona tu hakuna kanisa. Si ni ukweli? Hao ni wachawi, wakemee mtu wa Mungu, tutaenda mbali. Kuna watu watakuja kwa njia yako kuondoa Mungu. Watakuja ni kama Mungu amewalete, lakini wamekuja. Simeoni alikuja na akaokoka. Wataokoka wakuata wafuasi wako na wanyenyekea wakuletea fungu la 10, lakini wametumwa kukumaliza. Simeoni alitumwa kumaliza akina vita, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya vita. Naomba tupokee hii roho ya vita. Tupokee roho ya Pentekosto. Roho ya Pentekosto, roho ya wokovu wa Biblia, roho ambao utataka pesa. Wahubiri wa Kenya, ile vita unaona na maandamano iko, ilisaliwa kwa kanisa. Ilisaliwa kwa kanisa. Wakati wanasiasa walienda kwa makanisa waliambiwa hawa ndio wako na Mungu. Sasa chenye walitia mafuta na chenye walisema Mungu, result yake unaona ni kuangamiza watoto. Shida kubwa imeingia Kenya, si wanasiasa, ni kanisa. Ni mabisho na manguo yao ina pembe. Kwa sababu ya roho ya kutaka pesa. Roho ya kutaka nini? Roho ya kutaka pesa. Unaona bishop wako na gari kubwa brando kama 3 mtu wa Mungu. Naye anakubali mwanasiasa akuja kwa kanisa lake amletee milioni 20. Na ako na milioni 20. Na sisi hatuna, hatuwataki. Hatuwataki. Wacha nikwambie, roho wa Mungu amekasirika. Roho wa Mungu amekasirika. Na ni kidogo tu mambo yaharibike, lakini Mungu anatusaidia. Lakini kama kanisa tuache ujanja. Kama tumeitwa kuhubiri, niliambia watu Jumapili nyingine, pasa hubiri, sadaka ikikosekana beba Biblia yako, enda kwa nyumba, ngojea Mungu. Mimi nimehubiri miaka mingi, nilianza kuhubiri 2004 ndio nilitiwa mafuta kama mhubiri. Na kanisa yangu ni kushangaza, sijawahi kusanya sadaka inapita 10,000 kwa kanisa yangu tangu nianze kuhubiri. Lakini naishi maisha mazuri. Kwa nini? Kwa sababu hatujaitwa kutafuta pesa. Tumeitwa tuhubiri neno, na neno
neno inajisimamia. Yesu ndiyo Bwana wa kanisa. Ukimtumikia vizuri bila ujanja na ukora, kuna baraka zako. Nakwambia Yakobo, kama Simeoni kama angekuwa kwa kanisa leo, angeambiwa Roho anasema Simeoni ni mhubiri mkubwa. Kuja hapa, chukua hiyo roho. Leta pesa. Unanunua ngapi? Simamisha milioni 12. Shida tulio nao kwa kanisa, kwa maana wahubiri wameanointi watu, wanajua huyu si basi na anamwekea mafuta. Sisi kama umeona kitu, anajua ni mwizi, anajua wanakunywa bomba, lakini jua amemtolea 120. Unajua mamisho wakubwa hapa, wacha nikwambie kitu, wanaondeni mtu kuwa baza 120. Ukipea bishop hawa wakubwa Kenya 100,020. Praise be to God. Hata kuita ile jina unataka, hata ukitaka chief commander, bishop, archbishop, cardinal, utapewa yote na uwepo kobia na mishibi, ufungwe mishibi kama 20. Na usimamishwe hapo mbele usikie we announce this bishop and mwizi. Hebu nikuulize kitu, asifanyi siasa. Kuna mhubiri, unajua mwanamke alikuwa mhubiri mzuri na kanisa hapa kanisa Kenya. Na bishop mmoja mkubwa mnamjua, akamfanya kuwa bishop. Munda kule bishop akaenda tena akamfanya mwanasiasa. Mimi sitakufanya bishop Burundi uniambie nikufanye mwanasiasa. Nitakuambia hapana, tafuta bishop mwingine mwenye anaombea mabaza watoke kwa siasa, kwa kanisa waende kwa siasa. Na huyo bishop akachukua sadaka tena ya huyu mama, akamtangaza mwanasiasa. Akakuwa MP, akaanguka, akaanza kutaka gavana, akaisha na ministry yake ikaisha hivi. Na alikuwa mama mwenye sauti. Alikuwa mama mwenye sauti. Kwa nini aliisha? Bishop alishangia. Angemkemea, amwambie wewe wacha kuchanganyikiwa. Ni kama huyu mwingine wa Nuru Kwangisa. Nuru Kwangisa ameona pesa imekuja, akaona naweza kuwa president. Twende kwa ndebe. Kungekuwa na nabii na kulikuwa na nabii akamkanya na akamkemea, hakusikia. Hiyo wakati ndio kulipigana vita 08 Peter ingemaanisha Kenya. Kwa sababu ya wahubiri wametoka kwa madhabahu, wameenda kuitisha viti za president. Vita ndio ilikuwa mingi. Kunahitajika mtu reverend, tulikupaka mafuta ukakuwa reverend, usimame sasa utetee kanisa la Yesu Kristo. Mtu anakuja akwambie nilikuwa reverend naenda kwa siasa, mwambie mimi siombei mtu amewahi kuwa pastor kuwa mwanasiasa. I cannot do that. To hell with your money. Bingu itapiga makoti. Bingu itapiga makofi. Bingu itakupigia makofi. Na wacha nikwambie kitu, wakati wa corona kuna kitu Mungu aliniambia. Preach the truth. People they will hate you, but I will stand on your side. Nitasimama na wewe. Since that time hata watu wa kwetu hawanipendi. Hawanipendi because I stand with the truth. Hata wahubiri wengi hawapendi Mutiso because I stand with the truth. Hata wale walikuambia Mutiso anajua mambo. Wanajua nikisema hii ni uongo, siwezi kuingia pale. Wacha niwaambie hata leo sina pesa hata kwa akaunti yangu, lakini sitafanya ukora. Ujanja huyu ulifanya Yakobo avunjwe hii nafsi yake na Mungu. Akagongwa, akaanza kwenda hivi. Mungu anaondoa. Na Mungu akamake sure anaambia Yakobo, tupia uovu wako. Hebu soma mstari wa 6. Unasema nini? Hosea 12:6. Basi mrudie Mungu wako. Basi mrudie Mungu.
shika fadhili na hukumu. Shika fadhili na hukumu. Ukamngojea Mungu wako daima. Ukangojea Mungu wako daima. Inua mikono, ambia Bwana kama tulikukosea. Sema kwa sauti, Baba kama tulikukosea. Baba kama tulikukosea. Tukatoka kwa njia zako. Tukatoka kwa njia zako. Kwa ujanja wetu. Kwa ujanja wetu. Tunatubu leo. Tunatubu leo. Kama kanisa. Kama kanisa. Tusamehe. Tusamehe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Praise be to God. Amen. Nataka tuende mstari wa Nataka tuanzie mstari wa 10. Mstari wa 10. Tena nimenena nao manabii. Nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Je, Gideoni ni uovu? Wamekuwa ubatili tu. Huko Gileadi utoa dhabihu za ng'ombe. Hebu ngoja mstari wa 10. I spoke to prophets. It was who multiplied fish. And through the prophet keep house. Ni mimi. Sasa Mungu akaongea na manabii. Leo hii anaongea na sisi. Najua hata wewe ni manabii, wewe ni nabii wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu. Hii ukweli unaweza enda uambie mtu siku moja. Siku moja. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana akanena na rundia mstari wa 10. Tena nimenena na hao manabii. Nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa utumishi wa manabii anatumia mifano. Mungu anataka kuinua manabii by the way. Lakini anashangaa manabii wako na ujanja. Manabii wako na ujanja. Nilikuwa usiku kwa ndoto nikaona nabishana na mhubiri mmoja. Mhubiri bandara ya kubatiza watu alienda kukemea mapepo kwa bahari. Chindwa pepo mtu anaanguka kwa maji anaanguka. Mungu akaniambia this is a wrong doctrine. Anabaa kuwabatiza. Maji ni ubatizo. Nilikuwa naona picha ya kanyaga. Katika hiyo maono. Kuna ujanja, watu wako na ujanja wa injili. Wahubiri wako na ujanja. Uliza ndugu yangu Walter amekutana na wao. Mhubiri mmoja alitoka yangu pia. Sijui niko na wahubiri wengi wanatoka. Niambia tulienda kuombea mtu na kule Kiwashi. Tukamuombea, tulikuwa tumebeba nyoka. Tukatoa ile nyoka kwa gunia. Tukaiweka chini. Nyoka tulikuwa tumeng'oa meno. Mzee yeye baba kuona nyoka alianguka akakufa. Akasilai, si kufa. Akanyamaza. Familia yote wakapanda juu ya viti na vitanda. Wahubiri wakaweka nyoka kwa gunia. Mzee kuamuka aliwaambia iko wapi, akaambiwa iko kwa gunia. Ngapi 380 ya kupeleka hiyo injili Mombasa. Wakapewa 380,000 wakaenda kukunywa Tanzania. Hauwezi danganya watu ile pesa ikupatia amani. Angalia mikora yote, tabia zao ni tabia mbovu. Juzi nimepitia mahali. Nikitoka huko kwetu nikatupitia pale Imara Daima mahali inaanza. Kupitia kwa kilabu nikapata waimbaji kama 6 wa gospel na mhubiri mmoja. Hapo na kanisa Mlolongo wako kwa kilabu. Hii kilabu ndogo inaitwa Zina Taabu, kuna vitu za Zina Taabu. Nikamwambia Roho wa Bwana amenituma niwaone. Wakaibika. Roho wa Bwana ameniambia nikuje nipitie njia niwaone, ndio mlikuwa mmejificha. Mimi nilikuwa naenda mlimani. Hiyo siku sikuwa na vya, nilitoka all the way GM kule Rondi C kule tunakaa. Kule tulienda Mboma yangu kule kwa serikali huko. Nikatoka huko na miguu mpaka mlimani mtu wa Mungu. Hiyo siku nilipata na nikakuelezea hiyo kisa na maana. Yaani wanakunywa. Na si pombe nzuri, ni ile ya kupimiwa na kuongeza maji. Nikasema hawa ni wezi. Hawa kuna mtu ameingia. Kuna mtu amepiga rangi. Kuna mtu amekona. Sasa Mungu anasema nikaongea na manabii, nikaongeza maono.
mkono nikaongeza parable. Mungu anataka kuongeza manabii, kuongeza anointing ndani yako. Lakini tuko katika, we are surrounded by evil spirits, evil people. Don't allow evil influence. Teremka hapo chini, kuna mahali nataka nimalizishie. Mahali kunasema nitamuhifadhi Yakobo. Na Yakobo alikimbia mpaka Padan Aram. Na Yakobo alikimbia mpaka Padan Aram. Na Israeli alitumika apate mke. Na Israeli alitumika apate mke. Ili apate mke alichunga kondoo. Ili apate mke alichunga kondoo. Na kwa manabii alimtoa Israeli katika Misri. Na kwa manabii alimtoa Israeli katika Misri. Na kwa mkono wa manabii alihifadhiwa. Na kwa mkono wa manabii alihifadhiwa. Ngoja hapo, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie, Mungu aliniambia hata si Sunday, he will preserve you. Atakuhifadhi wewe. Yakobo alipotolewa ujanja alienda kuchunga ili apate mali yake. Alichunga miaka 14 apate bibi wawili. Na miaka ingine 6 apate mali. Alitumika miaka 20. Wakati Mungu alikutana na Yakobo, akamtoa ile ujanja, akamtoa kung'ang'ana, akamtoa kwa nabii. Mimi nimetumwa kama nabii nije nikutoe mahali uliambiwa. Niliona mhubiri jana anajaribu kuhubiri. Mimi niling'ang'ana miaka mingi, niliteseka siku mingi. Anahubiri, nikateseka, nikaenda nikavunga, nikakuja nikapata kanisa imevungwa, lakini nikachukua 1,100 nikapelekea mhubiri, nikapata breakthrough. Ni kweli ulipata breakthrough, lakini unadanganya watu, ni kwa maana kuna pesa zao unataka. Yakobo akatumika miaka mingi, lakini Mungu kwa mkono wa nabii akamuokoa kutoka kwa utumwa. Kwa Mungu ametumana uokolewe kutoka kwa utumwa. God wants to preserve you. God wants to deliver you. But God wants you to follow a true procedure, ama njia ya ukweli. Kama wewe ni mwanabiashara, usikate mkebe ya maharagwe, usikate mkebe ya mchele. Kama wewe ni wabuchari, usiweke kamawe kwa latini ifunguze nyama ya watu. Wachana na ujanja, tumia tu njia ya ukweli. God will bless you. God will bless you. God will bless you. Kama unauza mboga kama na letu Redempte, lete zile nyanya mzuri, wekelea nyanya zako mikono. Kuna watu wanaendanga mahali kunakaa, analele tule vinyanya tumbaya tu, avocado tumbaya na 10, 20. Unapata mtu akivika kwa nyumba hii avocado inakaji. Sini ukweli Redempte, kuna watu wa aina hiyo. Kila vitanga kwako naona mboga zako ziko nzuri. Kuna mtu akona duka, anapima sukari, kwota inakuwa nusu ya kwota. Kwota inakuwa nusu ya hali imepunguzwa. Baka kazi wa manashika hivi, hii sukari ni kwota. Ni kwota ngapi? 45. Kuna kule mwingine ni 40 hapana, kama ulirudisha. Ujanja wa biashara haisaidii Wakristo. Wakristo wanapitia, Biblia inasema kuna njia mbili, nitakusomea sana. Kuna njia nyembamba inaenda kwa moto. Kuna njia nyembamba inaenda kwa uzima. Pana inaenda kwa moto. Highway. Na Biblia inasema hiyo njia haikatazi watu kwenda kilabu, haikatazi watu kufanya vile wanataka. Nimeona waimbaji wa gospel za ndio wako TikTok wanatusiana matusi mbaya. Na mwishowe tukiweka crusade tuwaite mtu wa Mungu, mimi itaikawa waimbaji wa crusade. Ni heri nisikue na crusade. Sure. Ni heri nisikue na crusade. Sitaita hao. Sitawaita, ni heri nisikue na crusade. Hani mwimbaji anatukana na chideni. Bwana asifiwe.
Ati na ukiweka kuruzeni umuite hapa na mvuto wa kuzimu, mvuto wa shetani, aende kuzimu katika jina la Yesu. Amen. Sitakuita kwa hii kanisa liende tukuwe na washirika 3 wako na roho. Tukuwe na washirika 3 wanaenda mbinguni. Tusipokuwa ama tusiwe na watu wengi wanaenda kwa moto. Uliona vile alivyo na rafiki yako Aimbet na Troza. Sasa kwa mitandao amechukua mzee wa mtu. Anachukua mzee wa mtu by force na libasi. Anaweka harusi iko tarehe fulani. Ita huyo mtu mhubiri kuruzeni. Utabakwa mavi. Utakuwa mavi tu. Utakuwa mavi. Tunataka tuinue waimbaji kwa kanisa hawa wetu. Pastor Redemptor, Pastor Christine, hawa waimbaji wetu. Hata kama unaimba KW, tunainua wewe. Hata kama hatundazi, wewe unandazi na utaki Yesu atukutaki. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kwa maana unapoita mtu kama huyo unajua kabisa hajaokoka, amelala kilabu na umuite kwa crusade yako. Una expect upate kondoo ama ni mbuzi waokoke. Ni nani wataokoka? Mbuzi ndio wataokoka, na wakija kanisani wanaimba speaker zake. Sasa nimebea James fungue hii kanisa. Kuna mbuzi ziwezi pia kufungua na baada speaker zimeruka Kariobani. Na ananiambia ni maandamano walipitia hapa wakavunja mlango. Sasa sipiwe. Basi mwingine aliacha vyombo kwa ndugu, speaker 8 na amri bana. Kesho yake kuja ndugu amehama mkokoteni yote na vyombo zote haionekani. Walirudi tena kutoa ramli. Ila Bwana nipewe sifa. Wokovu wa Biblia, wale wokovu wa kitambo tuliokoka, mtu wa Mungu, tulikuwa tunaomba kanisani usiku mzima, ilienda wapi? Hadi saa hii hao watu tunataka waimbe na mmoja wao walevi. Hadi jana ananiandikia mtu wa Mungu ni 7,300. Uende kilabu kunywe 7,300. Shetani. Mtu wa Mungu baada mtu kwa kilabu anakunywa na kesho akwambie ni 7,300. Roho wa Mungu anakubali kweli. Nimwambia mimi mambo yangu bwana. Iko kona. Lakini najua niko nayo na siwezi kupatia. Aende kwa bwana yake shetani. Aende, uwezi ukatumikia mabwana mawili. God says I will preserve church. I will preserve sisters and brothers. Nitawahifadhi kanisa, nitahifadhi. Mungu aliyohifadhi Yusufu na kuhifadhi, lakini Yusufu alihifadhiwa baada ya kukataa kuwa mpango ya kando ya mke wa Farao. Farao akatika. Akakataa. Akashikwa marinda, akatoroka. Vijana tunataka vijana watasimama na Mungu. Watasimama na waamue kusimama na Mungu. Kanisa ya Mungu. Ndio naona niliachanga kuruzeni. Kama kuruzeni natoka na walevi, na expect nani ataokoka? Wanaweza asibiwe. Sasa niende nichukue hata kasipika kamoja, niende niweke mahali, niweke wimbo yangu, nihubiri nayo na nihubiri. Talikuita watu wengine. Kwa maana Mungu anasema tuache ujanja, tukaweze kutubu, tukarudie Mungu. Leo hii kama uko na ujanja yote, uko na mbinu yote, wachana nayo. Hata kuna wahubiri wanahubirianga huko. Na mhubiri kuna baada amehubiri hapa amechukua 300, amehubiri hapa amechukua 400. Anahubiri huko siku mzima mpaka sauti imeisha. Haombai ikumbiri, anatafutanga pesa siku mbili. Mhubiri wa ukweli ataenda maombi aombe, jioni akuja akuwe na wanao ahubiri neno na asitishe sadaka na arudi kwa nyumba. Na Mungu atamfuata na baraka zake. Mhubiri mzuri kama ni wangali ataingia gari ya mhubiri, usiitishe kitu toka. Unaweza kuswa mtu mmoja akakubariki.
Siku moja mhubiri alihubiri, nikitoka kwa ngari, Mungu akaniambia mbariki. Nikambariki. Tulitoka mahali pamoja nikambariki. Sikumwambia mimi ni nani. Kwa maana niliona amehubiri, ameitisha sadaka hakuna. Tukatoka naye kwa hiyo stage kwa hapo town, hapo kwa kona. Unaielewa ile kwa hapo kwa kona. UTC. Tulipotoka hapo Mungu akaniambia bariki huyo mtumishi wangu kwa maana mimi nimekubariki. Nikaingia kwa mfuko nikambariki. Nikachukua noti nzuri nikambariki. Mungu akaniambia hivyo ndivyo mimi hufanya, sio vile nyinyi mnataka. Mhubiri mwingine anambia twende kuruseni tupate pesa. Pia wewe Conman. Wewe Conman. Sitaki mambo ya. Hatuendage kuruseni kutafuta pesa. Tunaendaga kuruseni kuwin souls. Na wakiokoka tunawaleta kanisani. Tunawabatiza na tunawawekelea mikono wanapokea roho. Na Simeoni akionekana analaaniwa. Simeoni anafanya nini? Ndio unaona sasa hivi wakanisa watu wameerevuka, hata umwombee umuitishe sadaka ni 100. Wezi pita hapo. Wamezoea wahubiri. Nataka tusimame na miguu yetu. Nataka tusimame tuna miguu yetu.